Shida nao mzigo wake utaondolewa kutoka mapegani mwao. Sasa mizigo ya ibilisi na shetani na mapepo yake lazima itaondolewa kutoka kwa mapega yako. Mataba ndomba maberegetechi shida. Umebeba shida kama mtoto wako kwa mgongo. Wamama mnaona vile mnabeba kwa watoto. Kuna mama aliponywa na nundu ambayo ilikuwa imemea katika mgongo. Hiyo ni shida unabeba namna hiyo. Lazima hiyo shida iishe katika jina la Yesu. Sikia vile maandiko yanasema. Mstari wa 26. Kuna mipango Bwana ako nayo. Sio kwako peke yako, for the whole world. Huu ndio mpango uliokusudiwa kwa ajili ya ulimwengu wote. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo ndio mpango tunayoizungumza ambaye Bwana alikuwa ametupangia na akasema itatendeka kwa ulimwengu wote. Sikia vile maandiko yanasema. Huu ni mkono ulionyooshwa juu ya mataifa yote. Huu ndio mkono ulionyooshwa juu ya mataifa yote. Amen. 27. Isikia vile nasema. Bwana Yesu apewe sifa. Sema wewe mkono wa Bwana ambao ulikuwa umenyooshwa kwa ulimwengu wote, wacha niwe sehemu ya hiyo ulimwengu ambao utainua, ambao utabariki, ambao utakomboa. Wacha niwe sehemu ya kanisa ambayo itabarikiwa, ambayo itainuliwa. Wacha niwe sehemu ya watu watakaopona. Wacha niwe sehemu ya watu ya ndoa itakayoinuliwa. Sema wacha niwe sehemu ya watu watakaobarikiwa. Wacha sema niwe sehemu ya watu watakaonyonyesha 2026 in the mighty name of Jesus. Amen. Listen, tuendelee na shamani. Kwa kuwa Bwana mwenye nguvu zote, kwa kuwa Bwana mwenye nguvu yote amenena. Amekusudia. Yes. Ni nani awezaye kumzuia? Nani anayeweza kubadilisha hiyo mipango? Mkono wake umenyooshwa. Wakati mkono wako umeinuliwa. Ni nani awezaye? Ni nani awezaye? Sema Bwana Yesu, mipango yoyote ya maisha yangu, ya ndoa yangu, ya watoto wangu, ya huduma yangu, ya mashamba yangu, ya mifugo yangu, ya kazi yangu, waliobadilisha, waliogeuza, leo nimejua ukweli. Hakuna neno hata moja ambalo mligeuza litafanya kazi. Sema magonjwa lazima muondoke. Sema pesa lazima zifunguliwe. Sema huduma lazima ifunguliwe. Watu lazima waokoke kupitia mimi katika jina. Hiyo mipango lazima itimie. It must come to pass. There is nobody who will stop it. It is unstoppable. Aha. Sikia tatizo kile nasema. Neno hili lilikuja mwaka ule mfalme Asia alipofariki. Haya maneno wakati watu wamekosa tumaini ndio yaliingia. Mfalme Usia alikuwa amesimama, lakini sasa amekufa. Na wana wa Israeli wakaona there is no more hope because King Asia has died. Naye ndiye alikuwa anapigania vita. I am speaking to somebody ambaye ameona ndoa yake aliyokuwa ametegemea imerudi chini, haipo. Naongea na mtu ambaye anaona biashara yake alizokuwa anategemea hazina nguvu tena. Naongea na mtu ambaye anaona watoto wake walikuwa wafanya mtihani vizuri, hawakufanya. Nazungumza na mtu anaona ya kwamba huduma yake aliyokuwa anatarajia ikaende mahali, haipo tena. Nazungumza na mtu ambaye anaona hali yake ya tumaini, mahali alikuwa anaweka haipo. Hata kama kuna mahali ulikuwa unalipiwa utapewa pesa kwa zile biashara, wamekataa. I want to speak that still there is hope. Milango haijafungwa, maisha haijafungwa, tumaini haijaisha. Najua ilikuwa ni mpango yako. There is a new plan for the Lord. Sikia bila nasema hiyo. Anza vizuri usije hiyo mstari wa 28 nasema. Neno hili lilikuja mwaka ule mfalme Asia alipofariki. Haya maneno hayakukuja wakati wa kawaida. Ni wakati mama yako mazuri. Ni wakati madeni imepanda. Ni wakati mambo yamekuwa mabaya. Ni wakati uchumi umeharibika. Ni wakati ambapo hakuna tumaini. Ni wakati unafikiria watoto vile watasoma.
Kama mimi walienda, na wewe utasomesha. Kama watoto walifaulu, hata wewe watafaulu. Kama mimi nafanya huduma, hata wewe utafanya. Kama mimi nilipona, hata wewe utapona. Kama mimi bado naishi, hata wewe utaishi. Kama nimelipa gharama, hata wewe utalipa gharama. You are unstoppable. Hautasimamishwa. There is hope. Hata hii hope inakuja wakati mambo ni, hata kama mambo ni magumu, jua unaweza. Mwimbaji akaimba akasema, ninajua Bwana unaweza, hata kama mambo bado ni magumu, ninajua unaweza. Kumbe Bwana anawezanga yale mambo ambayo haya mambo rahisi ashughuliki, amekuudili nayo. Wacha Mungu shida ya shilingi 100. Wacha kuletea Mungu shida ya shilingi 50. Wacha kuletea Mungu shida ya nyanya ya 20. Uletee mambo magumu. Yale mambo ambayo hujaita Bwana unaweza. Lakini yale uwezi, just call upon him. Isikia. Sikia vile maandiko yanasema. Usifurahi nyinyi Wafilisti. Aha. Kwamba fimbo iliyowapiga imevunjika. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wanaosimama na kusema ya kwamba watafaulu ndani ya maisha yako, maana maombi ulikuwa unaomba siku hizi wameyamaliza. Wacha niseme ili au kusikia. Kuna watu wanasema wataona vile utasomesha watoto, maana ile fimbo iliyowapiga mahali ulikuwa unatoa pesa unasomesha watoto sasa imeisha. Kile kilikuwa kinakupa heshima kama ni ndoa wakaifuruga, wanasema Mungu anasema, nyinyi Mafilisti, nyinyi adui zangu, msifurahie ya kwamba siku hizi Israeli itanguka, maana bado ile fimbo iliyowapiga bado iko. Hii fimbo unafikiri gani? Yes. Hii fimbo unafikiri nani? Ni neno la Mungu. Hii fimbo unafikiria ni nani? Ni maombi. Hii fimbo unafikiria ni gani? Ni Roho Mtakatifu. Fimbo ya watesi wako ni nani? Ni Mungu mwenyewe. Bwana amekufa. Walikuwa wanafikiria ya kwamba haya matumaini na mafanikio ilikuwa kwa sababu ya mfalme. But they wrong. Mungu anasema maadui yangu. Leo hii najua mmechanganyikiwa. Hamfahamu kila ambacho kimenifanya nisimame. Sio pesa yangu, sio biashara yangu, sio mzee wangu, sio watoto wangu, ni Roho Mtakatifu. Tupe Bwana Yesu makofi mazuri. Kuna maadui walifikiria walikumaliza, hawakukumaliza. Walipopiga mfalme Asia, naye mfalme akakufa, wakasema ile fimbo ilikuwa inatunyorosha. Yule mfalme alikuwa na uwezo, hayuko tena. Ahazi amekufa. Maandiko inasema, naye Mungu akanena na Yoshua, naye akamwambia, mtumishi wangu Musa amekufa. Sasa wewe chukua usukani. Ile baraka ningewabariki bado iko. Ile safari walikuwa wanaenda bado iko. Ile Kanaani walikuwa wanaenda bado iko. Wataenda. Biblia maandiko inasema, kutoka mzizi wa huyu nyoka. Maana kutoka kwa mizizi inasema ya kwamba the king who attacked you is dead. For the snake is a more poisonous snake will be pork. My Jesus. Kutoka mzizi wa huyu nyoka. Kutoka kwa mizizi ya huyu nyoka. Atachipuka nyoka mwenyewe. Atachipuka nyoka mwenyewe. Uzao wake utakuwa joka. Naye mzao wake utakuwa ni joka kubwa. Lirukaro. Nalo linaruka. Kuna wakati ulikuwa unatembea
na unatisha maadui. Kuna wakati ulikuwa unawasalimia na unatisha maadui. Kuna wakati ulikuwa unapita kwao na mambo yao yanakufa. Kuna wakati unapita wakikuona wanaanza kuchanganyikiwa, wakakufanyia kitendo. Lakini maandiko inasema msifikirie ya kwamba huyo nyoka aliyekufa my Jesus ya kwamba ameisha. Utasaliwa choka. I'm speaking about the double poison. Kuna sumu mara mbili inaenda kutokea this year. Kuliko huu mwaka walikuwa wanafikiri tumekwisha. Maandiko inasema kutoka kwa huyo nyoka aliyekufa kutasaliwa choka. Na hilo choka, my Jesus, wakati tunasema kuruka is a different thing from walking. Wacha nifike karibu na wewe nikueleze. Unapoota unaruka, hiyo spidi ni ya juu sana kuliko kutembea. Unapoona unaruka katika ndoto, si wengi. Hata nijiuliza hapa, wangapi wameona watu wanaruka? Nataka uangalie just ama look, wangapi? Just ni yule mtoto na huyo mama na huyu. You know the reason? Wakati mwingine hata mnafikiri kama ukiona unaruka, God is lifting you to a level ambayo si ya kawaida. Tunaria ambayo si ya kawaida. Unajua wala nyingi watu wanangojea baraka hapo. Lakini sasa unaona unaenda mshughuli. Kwa maana Yesu makombe mazuri. Sasa hapa maandiko inasema kutoka kwa hiyo nyoka aliyekufa kutasaliwa nyoka mwingine, na huyo choka atawaharibu wewe. Sema Bwana Yesu, kutoka kwa kile walioua sasa nataka kizaliwe kipya, kinayoenda kwa haraka, kinayoruka, kinayoinuka juu zaidi kuliko ile kiwango niliyokuwa nayo. Sema kiwango cha hatari, kiwango cha kutetemesha watu, kiwango cha kuharibu kabisa yaliyobaki. In my name, kila maadui waliobaki, waliokutesa, waliokusumbua, it is their last day. Kaya Santana Babazika. Sikiza vizuri. Kaya mstari wa 32. I will feed the poor in my pasture. The needy will lie down in peace. But as for you, I will wipe you out with the famine and destroy the few who remains. Nataka kukwambia hivi. Kwa walioteseka ambao ni waja Mungu, kwa walio maskini, yani wanaokuwa na mahitaji, Mungu atawalinda na atawalisha. May the Lord feed you and take care of you for the remaining days before tuchengia hiyo mwaka ingine. Lakini nao maandiko pia inasema hivi, lakini kwa nyinyi wale ambao ni watesi wenu, wale ambao wanawasumbua, wale waliokaa vikao kuongea kinyume na maisha yenu, kusema mwaka huu hautatoboa, kusema hautabarikiwa, wakasema wamekumaliza huduma ya kwamba hautarudi tena kwa huduma, mwambie I am coming again. I am rising up again. Naye nasema kwa wale wanaokutesa, naye Bwana atawafagia, naye Bwana ataachilia njaa, naye Bwana atawaharibu waliobaki. Sema Bwana Yesu, pigana na maadui yangu waliobaki, waliotaka kunimaliza. Fuatilia neno lako kulingana na kitabu cha Isaya 14 mstari wa 30. Sema Bwana Yesu, kwa hii masiku imebaki ukaweze kunilisha, kwa hii masiku imebaki ukaweze kunilinda, ukanipe amani kwa wale waliobaki. Sema Bwana Yesu, najua mwaka huu na mwaka uliopita umewaondoa wale wengine waliokuwa wananitesa. Sasa kulingana na neno lako, waliobaki, sema anza kumalizana na wao. Ribakaya Santana Babazika. Sikia vile maandiko inasema 31. Bila yowe
lango. Yes. Bweka. Yes. Nchi. Yeyukeni enyi Wafilisti wote. Tumekuja kutangaza hatari. Mwaka unapoenda kuisha, tunaenda kutangaza habari. Tunapoenda nje kuhubiri Injili kwa wale ambao wataki kugeuka, kwa wale maadui zako ambao wamekuzoea mwaka na mwingine. This season will never be the same again. Sema ni wakati wataanza kulia katika lango na milango yao. Ni wakati wataanza kuyuyuka. They will start melting. Bwana Yesu apewe sifa. Maana wao wataanza kukamata na uoga. Sema Bwana Yesu, ile roho ya uoga waliokuwa wananitumia back to the senders in the mighty name of Jesus. Sema you spirit of fear, you are not my portion. Wewe sio sehemu yangu. Enda mahali umeandaliwa. Toka hapa. Sema nakaribisha roho ya ujasiri, ujasiri ya uponyaji, ujasiri ya mafanikio, ujasiri ya mambo makubwa, ujasiri ya huduma juu ya maisha yangu katika jina la Yesu. Sikia vile maandiko inasema, I'm almost winding up. Enyi Wafilisti wote. Enyi Wafilisti wote. Wingu la moshi linakuja toka kaskazini. Ribakaya shantara babasaka. Sema Bwana Yesu, wachia hilo wingu. Wingu kubwa la jeshi. Rungu kubwa ya watetezi. Sema Bwana Yesu, wacha hilo wingu. Kama vile wana wa Israeli wakitembea na wingu. Sasa lete wingu. Wingu ambao ni wa kuharibu. Wale ambao ni Wafilisti. Sema wingu ambayo ni ya kupigana vita na maadui zangu in Jesus mighty name. Kama ndiko inasema, wala hakuna atakayechelewesha katika safu zake. Bwana Yesu apewe sifa. Hakuna yule ambaye anaweza chelewesha katika njia zake, katika vita yake. Bwana Yesu apewe sifa. Hakuna mwenye anaogopa. Wanakimbia mbele. Na wakati wanajeshi ya pande mbili wanakimbia mbele, there must be a destruction. Lazima kuwe na uharibifu. Wanajeshi hakuna mwenye anaogopa na toroka. Tunapokutana, there must be head on a head collision. Lazima watu wagongane. Sijui kama ushaiona watu wakikimbia mbio wanagongana na kila mtu anaanguka chini. Wakijia sasa kama ni mpira. Na watu wanamalizia hospitali. You must fight your battle. Lazima upigane vita kwa uwanja wako wa vita. Sikia vile maandiko yanasema. Ni jibu gani litakalotolewa kwa wajumbe wa taifa hilo? Listen to me. Ninaona mikao ya wachawi na waganga. Maruminati na devil worshippers wanaopinga Injili, waliokuwa wamekusudia na kupanga mambo ambayo si ya kawaida juu ya maisha yao, waliokupea muda ya kwamba hii wokovu ni ya muda mchache, waliosema hatutashinda, watashinda. They will start confessing na wataanza kulia. Kuna watu waliambiwa bila wokovu, kuacha hii wokovu, hii ndoa imeisha. Tumeona wamerudi kwa ndoa zao. Kuna watu waliambiwa kama hii wokovu hautautoa kwa hii familia utakaa, wamepata watoto. Kuna watu tumeona waliokuwa wanapigwa vita wakiambiwa hii mwaka hautaisha kama utaacha hiyo kanisa, wameachwa wakisema. Tumeona mwaka uliopita watu wakikupiga vita juu ya maisha yako, wamepoteza ndoa. Listen, sikiza mstari wa 30. Iko inasema, je, tutaambia nini Wafilisti? Bwana ameifanya imara Sayuni. Sasa vizuri tena. Ni jibu gani litakalotolewa? Hiki kosa turateria Wafilisti kwa wajumbe wa taifa hilo? Listen to me. Waliotumwa kuangaisha, waliotumwa kuangamiza. Mwaka umeisha. Ni wakati wa kurudisha majibu kile wamekufanyia. There is a record
kuna kumbukumbu watatoa na walete ya mwisho wa mwaka. Mama mchungaji alisema mwisho wa mwaka umeenda, mtakutana mgawane pesa na majibu itoke. The same way vile unaona kila mtu anadai pesa yake aliyoweka kwa chama, it is the same way ile chama ya wachawi na waganga inaenda kurudisha majibu. Abantu wawili wakwebo, je, wachawi wanapata patikani wanaponisumbua? Wachawi wanachirimba tena vizuri sana wakati wameenda kwa mganga na mganga amewapea kitu wamenunua. Kuna wakati itafika waanze kukwambia kuna muombaji akwapa mzuri, akikupeleka hiyo M-Pesa umepeana kama ni 10,000, pesa ya mshahara yake itakuwa ngapi? Angalia mtu muulize, peleka kwa mganga alikuache. Kuna dalili 2 ama 3 ya kujua mtesi wako. Wa kwanza, wakati mlikuwa na uhusiano na mtu vizuri, imefika kiwango wakati uliokoka na ukakuja kanisa ama ukatoka kanisa yao, alianza kukukata. The first sign. Unajua watu wanatafuta sign sana. How can know who is a witch? Amen. Unajua hata sisi wachungaji wakati mwingine tunafanya uchawi kwa madhabahu. Tunapata mtu alitoka kanisani atumsalimie. Mimi nakuambianga wakati utaenda, njoo upate baraka yangu nikuombee. Usitoke nje ndio ukikuja kukutana unakimbia na kutoroka. Njoo niambie nasikia Mungu amesema niende mahali fulani, ama nimechoka. Njoo unibariki. Njoo nikubariki na kwende. Ndio nisuie mimi nisiwe mchawi na kukuchukia wakati hauko. Sikia pastor kana nasema usiwe na wasiwasi, unakuja unasema ya moyo, ananena baraka yako. Tutawaambia nini Wafilisti waliotumwa kwako? Wakiona mwaka huu ukimaliza kukiwa hai, watapeana ripoti gani? That's the problem. And that's the remaining part ambayo imekuwa ni ngumu katika maisha yako. Watasema nini waliopewa mission ya kukuua na umeanza kumeta namna hiyo? What will we tell the Philistines? Karo waliosema hautawahi kukamata mtoto kwa mkono wako, umekamata. Wataenda kupeana ripoti gani kwa wachawi mwaka huu kisha? That's the main question. That is the remaining part. Waliosema ndoa yako mwaka huu ungetoka as it was planned, watasema nini? What will they say? Walisema hutapata watoto, sasa uko na wawili kwa mkono. What will they say? Kanisa, this is the remaining question. You don't have a question. Umeacha watu na maswali. Ukiona umeachwa na maswali, enyo ninabwatete yantige irobo chuti. What will you say? Listen what the Bible says. Bwana ameifanya imara Sayuni. Bwana anaendelea kuifanya Sayuni kuwa imara. Hata kama uliona, hata kama unasikia walisema mahali tumefika tutaacha kanisa, bado they are strong. Ni nani ya kusema fulani ameacha kanisa? Wale sasa mwenzako mwambie they have double strong. Angalia mtu vizuri, mwambie najua mlisema amen. Mwambie najua mlisema nimefika mwisho. Mwambie nimeanza upya. I am strong. Salimia mtu mwambie I am strong. Mwambie mtu I am strong. Obolinga kiwete. Hello. Salimia mtu mwambie salimia mtu mwambie I am strong.
Mwambie I'm strong. Mwambie I'm strong. Na huu ndio ujumbe kwa wana wa Israeli ya kwamba the walls of Jerusalem they have been rebuilt. Hizo kuta zako walizotingiza, hizo kuta zako walizotaka kung'oa, hiyo mapakazi yako waliokuwa wanataka wamalishe, hiyo biashara yako, hiyo huduma yako, hawa watoto wako, huo uhusiano wako, tell them I am strong. Ndani yake watu wengi